ya kwako. Nataka tu niwaambie, hii nafasi ni ya kwako. Hii nafasi hii ni ya kwako ya kuokolewa. Njoo. Kuna wakati inawezekana ukawa unasikia hubiri la mwisho. Inawezekana, kwa sababu hata mimi naweza nikawa ninahubiri kwa mara ya mwisho. Usichezee wokovu wako. Njoo. Hakuna dhambi Mungu asiyosamehe. Rehema haijakoma. Njoo. Uliwahi kuondolewa kwenye ushirika na umekaa nje muda mrefu, hauna amani. Njoo. Si swala la ushirika wa kanisa, ni swala la wewe na Mungu wako. Njoo. Njoo. Na inawezekana umeshikiliwa mahali unasema hapana, pastor, ni lazima niende nikatengeneze. Hutaweza kutengeneza. Njoo kwake anayetengeneza mambo yetu. Njoo. Njoo. Hata hivyo inawezekana hujaondolewa kwenye ushirika wa kanisa, sawa, ila mbinguni ulishaondolewa. Njoo. Inawezekana kabisa. Njoo. Na sisi hatutakuuliza dhambi yako, maana aliyekuita anaijua. Wewe njoo, tengeneza mambo yako na Mungu. Njoo. Hata hivyo wenda Roho anasema tuvute ulito kwa sababu yako. Njoo. Usiogope. Ikiwa umesimama na mtu anahofia kuja, mshike mkono. Njoo naye. Nataka niwaambie, unaweza ukawa unamsaidia mtu kuokolewa milele. Njoo. Mama mmoja alienda kanisani. Mama huyu hakuwa mwadventista msabato. Akasali. Mungu akubariki sana. Aliposali, mhubiri alihubiri katika fungu la Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Huyu mama aliposikia wito wa kujitoa kwa Yesu aliyejitoa, akasema, mbona nilikuwa natafuta pa kusali, nimepata. Mama akasogea mbele, watu wanamtazama, hawamjui alikotoka. Akasogea mbele, akaenda, mhubiri akaomba, akasema nahitaji kubatizwa. Wakamwambia, hatujapanga ubatizo leo, tutakubatiza siku nyingine. Mama akasema nafurahi. Akamwambia mchungaji, sasa pastor, kama sitabatizwa leo, ikitokea chochote nitapata mbingu? Anasema mchungaji akamhakikishia, hata kama usipobatizwa jina lako limeandikwa mbinguni. Mama aliposikia akatoka kwa amani kabisa. Akamfuata jirani aliyekaa naye, akamwambia, jirani, Sabato tutakutana tena, unaweza kuniazima Biblia yako? Sabato nitakurudishia. Yule mama akampa Biblia, akaondoka na Biblia kwa furaha. Anasema naenda kuisoma, nitasoma tena Yohana 3:16, nitaenda kuitazama vizuri. Wakati anatembea kwa furaha, akatoka kanisani. Hata hawajui huyu mama ameenda wapi, hawakumkaribisha hata chakula cha mchana. Akapita kwenye mitaa, mama akiwa na furaha, ameshikilia Biblia ambayo hajawahi kuwa nayo. Akapita, maskini asijue. Wakati anavuka barabara, gari kaja, hakuangalia, ikampitia, ikamgonga, akafa pale pale. Lisaa alijeisha, mama aliyezima Biblia anapigiwa simu. Mama, wewe ni nani? Anajitambulisha. Anaambiwa, tumekuta mama yako kwenye Biblia. Mtu mwenye Biblia hii tuliyemkuta nayo amepata ajali, amekufa. Washiriki wanakimbia, wanamkuta yule mama hayupo tena. Unasubiri nini? Nani alikwambia kuna kambi utaikuta? Nani alikwambia kuna effort imepangwa utaikuta? Nani alikwambia unataka uende ukaabe? Nataka niwaambie katika jina la Yesu, una nafasi mchana ya leo. Kama kuna mtu umesimama naye anaogopa, mshike mkono nduguye. Ni nduguye huyo, mlete kwa Yesu. Mshike mkono, mwambie twende. Mwambie Mungu hajawahi kukulaumu kwa dhambi ulizotenda. Anakushangaa kwa nini hutaki kuondoka huko. Hata hivyo hajawahi kuita watakatifu wote tuliokuwa hapa sisi ni wagonjwa wa dhambi, ila tu tumekubali kukaa miguuni pake tutengenezwe. Njoo. Ikiwa kuna mtu amesalia, ni kama Roho ananiambia kuna mtu yupo. Na kuna mtu yupo. Nataka nimhakikishie yupo mtu. Na huenda ni kwa sababu yako. Wewe njoo. Hizi nyuso usiziogope.
hatua unayoipiga ni kubwa kuliko unavyofikiri. Imebeba baraka za maisha yako. Njoo sasa, tunakwenda kuomba. Ni kweli wamejitoa wengi, lakini Roho ananiambia kuna mtu yupo. Njoo sasa. Na kwa nini nakazia mimi na mimi nisiwe na hatia? Wewe njoo, Yesu anakupenda. Njoo. Ninakutia moyo, njoo. Mimi sikujui, ila Mungu ndiye anakujua. Wewe njoo, usiogope. Hata kama kuna mambo unadhani ya kutengeneza, njoo, Yesu atakusaidia. Nyuso zote zikiwa zimefungwa, macho yote yamefungwa na nyuso zote zimeinamishwa. Tunapokwenda kuomba, usisite kuja, usisite. Yesu kwa kusaidia moyo wangu, Yesu nikufa wewe wokovu
hatuna wema wa kutosha, ila ni kwa imani. Ni kwa imani Yesu tumesimama, ni kwa imani tumepiga hatua na kuja, ni kwa imani tu, ni kwa imani kwako na kafara ya msalaba peke yake. Hakuna mwenye wema wa kutosha aliyesimama, si mchungaji, si sisi, wala si wazee wa kanisa, si washiriki. Sisi wote ni wadhambi, tumekuja kwa imani. Mchana wa leo dhambi zetu ziko mbele zako daima. Hakuna uovu tulioutenda, tuliouwaza, tuliounena usiofahamu. Tumesimama kwa miguu yetu tukiomba msamaha wa dhambi katika jina la Yesu. Baba, ninaomba samehe makosa, uovu na dhambi zote katika jina la Yesu. Samehe Bwana, ukaondoe laana katika jina la Yesu. Samehe Bwana, ukaweke rehema katika maisha ya kila mmoja wetu. Yesu, samehe, tunakulilia, tunakuomba utusamehe Mwokozi.